Hello, asanteni kwa wote ambao mna subscribe, kucomment, kulike na kushare. Na wewe ambao subscribe hapo, kisha itajitokeza alama ya kengele, utaibonyeza ili uwe wa kwanza kupata video zangu ambazo nitakuwa nazituma. Siku ya leo nimekuja na mada yetu moja mezani ambayo inahusu jinsi ya kupandishana nyege kwa kutumia ulimi. Kwa sababu watu wote tunaelewa kwamba nyege ni nini, na katika ukipandishwa nyege ni nini ambacho kinatakiwa kitokee. Kwa leo nimeleta njia rahisi ya kupandishana nyege kwa kutumia ulimi. Nikisemea ulimi kwa sababu watu wote huwa tumezoea ulimi. Tumezoea kwamba ulimi ni tutalambana tu denda nini. Sawa, lakini ulimi una njia nyingi sana za kumpandisha nyege mwenzi wako au mpenzi wako. Ni namna gani ambacho unatakiwa ufanye ili uelewe kwamba ni kitu gani unatakiwa ufanye na mwenzio atapandishwa nyege kwa kutumia hicho kitu ambacho nimetumia. Kwanza kabisa, jitahidi kuwa msafi. Umeona? Sio mwanaume, sio mwanamke. Jitahidi kuwa wasafi kwa sababu ulimi utakavyoenda kugusa sehemu mbalimbali na zikakutana na hali ile ya uchafu, inaweza ikawa tena ni kitu kingine kibaya ambacho unakitengeneza. Kwao jitahidi usafi. Hasa jitahidi usafi sana wewe mwanamke. Sehemu zako zote za mwili wako kuzisafisha uwe vizuri. Kisha ninavyosema mwanamke kwa sababu wanaume sisi wanawake ndio tunaowashaisha ume zetu kuwasafisha. Akionekana mume wangu ni mchafu, pia mimi mwenyewe nitakuwa ni mchafu. Kwao ninavyosemea wanawake, jinsi nitakavyojisafisha mimi ndivyo nitakavyomsafisha mume wangu, kwa sababu kile kitendo ambacho tunaenda kukifanya ni cha wote. Inatakiwa wote tuione raha na wote tujisikie burudani. Umeona? Na mapenzi ni burudani, na mapenzi ni raha. Kitombo kina raha yake. Umeona? Ndio maana napendaga kusema hivi, mapenzi ni raha, ni burudani. Umeona? Kwao ulimi kazi yake naoenda kuitumia. Kwa wewe mwanamke, jiangalie sehemu zako kuanzia masikio, pua, mdomo, kwapa mpaka huku chumbini ambako ni ukeni kwenye hii kuma. Inatakiwa kuma kuisafisha, uioshe vizuri isitoe harufu chafu wala nini. Hakikisha umeiosha kwa maji safi vizuri. Ukishaenda kwa mume wako naye hakikisha umemsafisha kuanzia masikio, pua, mdomo, shingo, kwapa mpaka sehemu yake ya kwenye ume ambako ndo kwenye ile mbolo, ambayo mbolo ina mambo yote ambacho nitakiwa ifanye. Umeona? Kwa hiyo sasa wewe pale ambacho unaenda kukifanya, kwa sababu nilivyosema kusema hakikisha umesafisha katika maumbo yote hayo niliyoyataja, ulimi utaenda kufanya kazi zake. Kwanza kabisa, ulimi unavyoenda kumpandishia mwenza wako au mke wako ili apate ile mihemko ya kufanya mapenzi, hakikisha ule ulimi unavyoenda kupita kwenye masikio unakuwa kama ule ulimi unaenda kuupekecha kwenye masikio. Hapo muda huo sasa ndio muda ambao mnaanza kupandishana nyege. Unaupitisha ule ulimi, unaanza kwenye masikio, utaupitisha ulimi, unaupitisha ile kwa mahaba na ile pumzi. Umeona? Ile pumzi na kama unapumulia masikioni. Utamlamba kidogo, mara utapitisha kidogo ulimi shingoni. Umeona? Kidogo hivyo utakuwa unashuka naye kidogo. Kwa huyo ni mwanaume, mwanamke ndio unayemfanyia hivyo. Ukisha mshikashika hivyo, mshikashika ulimi huo, ukitoka shingoni utakuja utapita mdomoni. Mdomoni mule ni kama tulivyosema denda wote tumeshaizoea kwamba denda ni nini. Tutachezeshana mdomoni, tutachezeshana kubadilishana mate nini mdomoni kama hivyo. Kitu kingine ambacho kitaonekana, na nyinyi wanaume tunaomba hapa mtusikilize vizuri. Maki mwanamke sio kwamba hapendi kuchezea sehemu zake za chini, na wanaume wote wengi wamekuwa ni wavivu kuchezea wake zao, na nitataja sababu zinazofanya na wanaume wengine wasichezee na wanaume wengine wachezee. Umeona? Naenda kwanza kwa huyu mwanaume ambaye nasema ni sababu nyingi hawapendi kuchezea wake zao. Umeona? Ni sababu zipi ambazo zinasababisha?
Kwanza kabisa nikiachana na hapo, kwanza kabisa inatakiwa mwanamke uwe msafi. Pale mwanaume ambapo atashindwa kukuchezea wewe katika uke wako, kwenye kuma yako atashindwa kuichezea. Ukiona mumeo anaiogopa kuma yako kuichezea, anaogopa kuifanyia kitu chochote, ujue wewe ni mchafu. Umeona? Kwa hiyo ndio hicho ambacho sasa turudi kwenye mada yetu. Mwanaume atakapofika katika sehemu za chini kwenye tumbo, atachezesha ulimi wake kwenye kitovu chako, huku mwanamke ukivuta, yani ile miguno ukiwa unaguna vizuri, ambayo naye mwanaume inampelekea ile hamasa. Unajua mwanaume kumchanganya kwake ni ile miguno, yani na wewe kujiweka vizuri kwenye kitu cha mapenzi. Umeona? Kwa hiyo kila anapochezea kile kitovu na ulimi, yani guna mama, yani ulie vizuri kama umbo umeshaingia ndani. Umeona? Kwa pale akishamaliza atashuka mdogo mdogo na ulimi mpaka sehemu ya chumvini ambako nasema katika kuma yako. Kwa kule kwenye kuma ndipo ataanza kuichezea ile kuma kwa kuilamba. Cha kwanza kabisa, unapotangulia kuilamba ile kuma, wewe mwanaume kwenda kumlamba mke wako, utakiwa utangulie kile kisimi chake kile, ndio utangulie kukinyonya. Unavyokinyonya, yani ndio raha inakuja kwa yule mwanamke. Kwa hiyo kisha kinyonya kile kidogo ulimi, utakuja pale penye lile tobo lake kwenye kuma pale, lile tobo ambalo unatakiwa liingize ume, ambapo unatakiwa uingize wewe umbo wako. Kwa lile tobo atakavyoingiza hivi ulimi, yani ule ulimi anavyoenda kuupekecha pale, yani ni raha moja tati ambayo iko pale kwa wewe mwanamke. Yani ina utamu. Umeona? Sasa tunaenda kwa wewe mwanaume, ni jinsi gani naye mwanamke atakavyokuchezea. Umeona? Kwa wewe mwanaume, nikisemea masikioni itakuwa ileti maana sana. Najua kwa wewe mwanamke inatakiwa uende mumeo, ni kama yani unatelezesha mdomo fulani hivi kwenye mdomo wake, ile midomo hiyo kama inagusana. Utaifyonza, yani mate yake yale utakuwa unafyonza, yani kama mnabadilishana mate fulani. Kwa mkishabadilishana yale mate, umeona, mtabadilishana nini, utashuka kidogo kama kawaida yetu. Sisi kule ni kwenda kukamatia mboo. Utainyonya mboo ya mume wako. Unajua yani utamu wa kuinyonya ile mboo. Uchukulie wewe ukishika ile pipi Big Bomb unavyoinyonya, kwa sababu huwezi kainyonya ovyo ovyo. Kwa sababu ile Big Bomb nayo ukiinyonya ovyo ovyo inaweza kukuchana. Kwa hiyo chukulia kama vile unanyonya kitu, kama vile Big Bomb unavyoinyonya. Kwa hiyo unavyoinyonya vile ile mboo ulivyoishika kuinyonya, inatakiwa unavyoinyonya unanyonya taratibu, huku mkono ukiupekecha pale. Kwa hiyo unavyoendelea kuupekecha ule mkono, hakikisha yani ulimi hapa katikati unakuwa kama unauchezesha pale kwenye sisemeni pale anapokojolea mwanaume pale, ndio inatakiwa kile kiulimi kiwe kama kinapita pale, una kilamba. Kwa hiyo jinsi utakavyoendelea kulamba na ule ume ndani unakuwa kama umejaza fulani, kama vile unataka kuumeza vile. Hapana, sio unataka kuufanya nini, hakikisha ni unaubana, unachukua eneo kubwa. Umeona? Kwa yani mwanaume pale anaguna. Unajua mwanaume anavolia, yana analia kama jisili zote anazimwaga pale. Hakikisha wewe ulimi wako unauchezea pale anapokujolea. Alafu isitoshe ndio ucheza nao sasa, mdomo ule ucheze nao. Unavouchezesha unautoa kidogo, unaunyonya, unautoa kidogo. Kwa pale mwanaume kuna raha anayoipata, ni raha moja tamu, yani tamu. Yani ye mwenyewe mpaka mwanaume utamsikia anapokuambia mama, hapo umekoleza, ni tamu. Ndio tamu. Sasa kama kawaida, utakavyopekecha kunyonya, hakikisha utauachia. Ukiuachia utatoka kwenye korodani zake zile. Korodani zile kuzichezea kwake, kwa sababu ni laini sana, utaweza kuzipitishia ulimi. Kwa utazichota, utakuwa kama unaziweka mdomoni fulani hivi. Kuzichezeshea unaziachia hivi, unalamba ule ume
udende nao moja kwa moja huku juu, unauvuta, unauchezesha. Na kwa mwanaume mwenye yani miemko ya haraka, kwa hiyo ninavyosema kupandishana nyingi, kwa mwanaume mpaka anaweza kamwaga. Maana ni kitu kimoja kitamu. Yani ni kitamu. Umeona? Kwa hiyo ukishachezesha, uvuta, fanya nini? Utageuka. Umeona? Sulisha uligeuka hivi mbele, yeye alikuwa anakuona sura yako. Utageuka wewe utamwachia makalio. Umeona? Yale makalio utakao mwachia. Na ndio maana nimesema inatakiwa uwe msafi. Inatakiwa uwe msafi na pande zako zote za mwili umezisafisha vizuri. Utakapokuwa umemwachia makalio, pale wewe utakuwa umepitisha matobo tumboni pake. Kwa pale tumboni ambapo utakuwa umepitisha, wewe huku utakuwa kama umemputukia. Ukeo wako utakuwa kama unakuja mdomoni kwake. Yaani utakuwa uso wake yeye akiangalia hivi, atakuwa anaona matako yako na kuma yako. Ndio ambao atakuwa anaiona. Kwa hiyo pale ambacho utakifanya, utakuwa unanyonya ule uume huku naye anakulamba uki. Sasa jinsi anavyoendelea kuulamba uki na wewe huku unavyozidi kunyonya, ila hakikisha ule uume unavyonyonya na zile korodani utakapozichezea, hakikisha usizichezee kwa kuzibana sana. Na uume hakikisha unalegeza mdomoni, yani au bani sana utamuumiza. Kwa unapoulegeza, unavyomnyonya kwa kulegeza nini, huku naye ananilia, huku naye anakunyonya. Yaani pale ni miemko ya ajabu ambayo inakuja kutokea. Yaani ni utamu yani wakuto yani kujielewa kufanya nini. Kwa pale ukishavuta kivuta, huku naye yule analamba huku analamba, yaani huku unakuta kuna yani unajua kuna ule utamu jamani ambao tunaupata wanawake kwenye tendo la ndoa. Utamu kwenye mapenzi ya kutombana ni utamu mmoja mtamu. Yaani ni mtamu. Na ndio maana unakuta hata kama mtu anataka kufika kileleni neno ngangana kusema nisifike haraka. Yaani hapa mimi ningangane kwanza na huu utamu. Umeona? Yule anayengangania kufika kileleni kwa haraka, ujue labda kuna kitu ambacho hamwezani hapa. Kwa sababu unakuta ya mtu mwingine kama hivyo, anakulamba. Ukiona mwenzio unataka kufika kileleni, kumwambia mwenzangu hapa hapana. Mimi na bihemko imezidi. Unahamu unamchezea yeye na yeye anasimama kuchezea. Kwa hiyo unapoendelea kumchezea, unamchezea, anajisikia ile raha. Anajisikia nini? Wewe huko unaona kumpumzika. Naye mwenza wako atakapokujua kwamba kusema mke wangu hapa naye utamu mimi umezidia, subiri kwanza kupoe. Maana ukipiga upepo kama ni mbolo baba, inapoa haimwagi haraka. Na wewe mwanamke kama ni kuma, inapoa haimwagi haraka. Kwa ndo kama hivyo. Kwa ulimi una kazi nyingi ya kupandishana nyingi. Kwa kuma zetu hizi sijui na mboo ni vitu vimoja yani vitamu sana. Yani ndio maana ni kwa mfano, ukichukulia mfano, tunaweza ukakorofishana na mume wako. Ukakorofishana. Lakini kuna ule muda ukifika kitandani, hapo tulikorofishana, lakini kuna ule muda ukifika kitandani mpaka unakuta yani mtu anakuambia zile kauli, bwana kama ni vipi mimi na wewe ndio tuliokorofishana. Lakini kusema eti kuma na mboro zije zikorofishana, hizi hazijawahi. Yaani ukitaka tuishi mapenzi ya dhati na waume zetu, tuige mfano wa kuma na mboro. Yaani ule tukiiga, tukiuvutia, yani ule utamu wake, hisia zake. Unajua yani kuna wanaume wengine unakuta yani hata kikushika tu yani mwili unasisimka wenyewe. Umeona? Yani unajua kitu hiki kama mapenzi ni matamu. Hakika mapenzi ni matamu. Kwa tuchukulie kama hivyo, kusema hivi jinsi ya kupandishana nyege na ulimi kwa kutumia sijui nini ndio hivyo. Kwa tukubaliane kwamba inawezekana kupandishana nyege kwa kutumia ulimi na inatumia njia nyingi. Kwa ndo kama hivyo. Utamu wake ambao nimeuzungumzia hapa kuhusu kusema jinsi nitakavyoitumia mboro kwa kutumia ulimi, nitakavyotumia denda, nitakavyotumia nini. Na wewe mwanamke, mwanaume hakikisha anapokuja huko chumbani kwako, kwenye uke wako, kwa sababu ile ni ulimi. Tunaweza tukaanza kuumwa matumbo,
mimi ninavyosemeaga, ndio maana napendaga kusema wanawake ukimwona mwanaume mchafu, ujue mwanamke ndo mchafu. Maana mimi siwezi nikaanza hapa kumzungumzia mwanaume kusema eti natakiwa uweke sijui kipi, mwanaume sijui eti msafi sijui ufanyeje, nitakuwa namuonea. Mwanamke msafishe mmeo, mfanyie hivi sawa. Kwao ndo hivyo. Kwa hakikisha mwanaume anapoingia huko kwenye kuma yako anavyoiangalia iwe safi, na sisi sehemu zetu zina joto fulani hivi muda wote, kuna bana kule. Kwa sio hivyo hivyo na joto ghafla ukaenda tu hivyo hivyo kutoka pale. Hapana, sio hivyo. Hakikisha mwanamke unajistiri kidogo. Unajua kwamba mume wangu muda fulani nitakiwa tufanye tendo, nimejiandaa vizuri. Hakikisha ndani ya dakika 5 wewe umejisafisha. Ukikaa zile dakika 5 ndipo utaenda kukutana na yule mwanaume, sawa? Kwa sababu nako ukikusafisha alafu ukisema eti utaenda kulala na yule mwanaume, ule ubaridi sio mzuri. Huu unahitaji kuwe na joto, liwe limepanda joto, umeona? Kwa ndani ya dakika 5 tu kule kunakuwa kumetulia lile joto. Kwa hiyo ndo unaenda kukutana na yule mwanaume. Ila hakikisha kwa kusafi, naye mwanaume apende, afurahi. Hakikisha mnasafishiana mazingira. Asante, tukutane kipindi kijacho.